Ati pia anajaribu kusafiri kwa Qur'ani. Anaenda 3:55. Alafu anaifasiri kikanisa. Jose, kwa taarifa yako, katika Qur'ani kuna maneno mawili hakuna. Neno halafu uliokuwa unatamka hapa usiitumie. Usiongezee maneno katika Qur'ani. Ongeza kwa Biblia. Ukitaka nakupea ruhusa kuanzia leo. Ongezanga maneno kwa Biblia unavyotaka. Neno halafu kwa Qur'ani hakuna. Neno kisha kwa Qur'ani hakuna. Hizo maneno mawili hakuna. Kwa hiyo usiweke maneno ili ufasiri aya unavyotaka. Usiweke maneno. Mwalimu, chukua hiyo Nasr Khamis 3:55 ni mtibu na hiyo 3:55 ati mimi nitakufisha, nitakuleta kisha. Alafu anaweka kisha. Kwa Qur'ani hakuna kisha. Kwa Qur'ani nataka nikufundishe kuna vitu vinaitwa al-utuf na kila moja ina maana yake. Pale ilitumika neno waul atfi. Waul atfi la yastafidu tartib. Hii haina ikitumika sio lazima yale matendo yanayokwenda yanafuatana. Matendo yanaweza kuwa juu chini chini juu. Sio lazima zifuatane. Lakini ikitumika neno thumma kwa Kiswahili ndio inaitwa kisha. Hapo yastafidu tartib mahamudda. Inaleta maneno ya tartib, maana kitendo kinafuatana na pia inachukua wakati. Kwa hiyo pale hakuna neno thumma. Kama ingekuwa thumma kisha ungeweka, mimi singesema kitu. Lakini maadamu kuna wao, usilete tafsiri ya kikanisa hapa. Twende. Ninasema 3:55 mwalimu. Ndio. Na vitendo vya Allah mtukufu kwao. Ni pale aliposema nini? Allah mtukufu kumwambia Isa. Unaona pale alipomwambia Isa, mimi nitakutoa kutoka kwenye ardhi bila ya kupatikana na mabaya yoyote. Waislamu takbir. Nitakutoa kutoka katika ardhi bila ya kupatikana na baya lolote. Twende. Nitakuinua yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi balagha risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu ambaye ameumba kila kitu, hatuna budi isipokuwa lazima tukurudishie shukrani kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Kisha namtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, nafikiri tutakuwa tunaendeleza taratibu yetu ya kila siku. Leo mada nafikiri itakuwa ni salaba. Manake jana sikuwepo na mada ilikuwa ni nabii kwa ulimwengu mzima. Nafikiri ilikuwa kitu kama hiyo, japo sikuwepo, lakini na taarifisho ilikuwa hivyo. Kwa hivyo leo kwa taratibu vile ilikuwa tumepanga, mada itakuwa ni msalaba. Waislamu tunaamini kabisa Nabii Isa alayhi salam hakusulubiwa kwa kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema katika Qur'ani kwamba wanasema kwa kauli yao kusema kwamba amemua Nabii Isa, hawakumua wala hawakumsulubu. Hii ndio msimamo wa Qur'ani. Haya, Wakristo nao wanadai hapana, si kweli. Nabii Isa alayhi salam alikufa, na sababu ya kufa alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Kwa hiyo hapa pana sintofahamu kidogo.
Ina maana kwamba tuingie katika vitabu vyenyewe viseme kweli, vizungumze, vitupe mwelekeo. Je, kweli Yesu alikufa msalabani ama hapana? Mwisho wa mazungumzo yetu, msikilizaji ambaye unafuatilia somo hili, wewe mwenyewe tu utaamua kweli alikufa ama hakufa. Kwa hiyo jana nafikiri tulianza upande wetu, ina maana kwamba leo wataanza akina Jose. Kwa hiyo sijui ni Joseph ama Yusufu. Kwa hiyo nafikiri ni Yusufu anaanza. Huyu mgeacha amalize ni mzuri, lakini kama anaanza pia sio tabu. Wewe njoo tu hapo uanze uropokwe, alafu ndio sasa turudi pale tuone vile utakavyokutibu. Kwa hiyo njoo, lakini ungemaliza ni mzuri zaidi. Wewe mzuri kwa kumaliza. Haya Yusufu, kazi kwako. Nimemwambia Josefu ningemalizia, lakini amesema nianze. Kwa hivyo kabla ya kuanza kabisa, ningependa kuwaambia Waislamu asante kwa kutukaribisha kuweza kuzungumza na nyinyi neno lake Mwenyezi Mungu. Na ni mzuri kusikiza habari ya msalaba, kwa sababu ndio habari ya pekee ambayo inaleta uokovu. Ningependa kuanza, kabla tuanze, mwalimu wangu Yusufu, ningependa tuwe kwa maombi. Haya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa jioni ya leo, kwa sababu ya mkutano tunaukabidhi mbele zako. Tunaomba utuongoze wote ambao watakaosikiza, tunaomba wewe uanenee na sio sisi. Yote yawe kwa sababu ya kuliinua jina lako, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Sasa leo tunazungumzia habari hizi ya kwamba je, Yesu alisulubiwa akafa msalabani au Yesu hakusulubiwa na kufa msalabani? Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wana imani kwamba Yesu hajakufa msalabani, lakini maandiko matakatifu ya Biblia yanatufundisha kwamba Yesu alikufa msalabani. Ni kwa nini tusumuzie neno hili la kifo cha Yesu? Ningependa tuanze moja kwa moja katika maandiko matakatifu. Ningependa tusome katika Wakorintho wa kwanza 1:18 anzia 17. Twende speed kidogo, sijui hata saa ngapi, dakika ngapi na ongea. Sawa sawa. Wakorintho wa kwanza 1:18. 1:18 inasema hivi, anzia 17. Inasema hivi 17. Inasema maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema, wala si kwa hekima ya maneno. Msalaba wa Kristo usije ukabadilika. Sasa tunaambiwa kwamba Kristo ametutuma ili kuweza kuhubiri, ndio msalaba wa Yesu Kristo usije ukabadilika. Endelea kusoma. Nasema kwa sababu neno la msalaba kwao. Sasa hili neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi. Sasa kama mtu anapotea, tunaambiwa neno hili la msalaba kwake ni upuzi, bali kwetu, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Sasa tunaokolewa na huu msalaba, kwa sababu msalaba ndio nguvu ya Mungu ya uokovu. Na niposa kusoma katika Qur'ani, hautapata aya yoyote inaweza muongoza Muislamu kuokolewa na dhambi. Hakuna uokovu. Ni kwa nini tusiwe na uokovu? Kwa sababu hakuna msalaba katika Uislamu. Hakuna msalaba katika nguzo tano za Kiislamu, inakosekana nguzo ya msalaba. Kwa nini msalaba ni maana? Ningependa msomee katika Warumi 3. Warumi 3 mwalimu. Warumi 3 ngapi? 23. 23 inasema hivi mwalimu. Naam. Inasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Tunaambiwa sababu ya msalaba ni kwa vile wanadamu wametenda dhambi. Hakuna mtu anaweza sema kwamba hana dhambi. Na kama umetenda dhambi, basi dhambi inahitaji kulipiwa. Kwa hivyo huwezi sema tu mimi nitasamehewa. Lazima kuwe na Mungu ambaye ni wa justice. Lazima Mungu haki yake itimilike. Na haki ya Mungu inapatikana kwa msalaba. Endelea. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu sisi wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbe kama umetenda dhambi, umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Nisomee katika Qur'ani.
47 mstari wa 19. Kumbe tumetenda dhambi, kumbe tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, na ndio sababu tunahubiri habari za msalaba. Tunataka kujua, je, Yesu alikufa au hakufa? Waislamu wanasema la, maandiko ya Biblia yanasema ndiyo, Yesu mwenyewe anasema ndiyo, mitume wanasema ndiyo, malaika wanasema ndiyo, Waislamu wanasema la. Inasema hivi 47:19. Naam. Jua ya kwamba Qur'ani inawaambia Muislamu jua ya kwamba hakuna aabudiwae kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Na omba maghfira kwa dhambi zako. Kwa Muhammad mwenyewe anaambiwa aombe msamaha kwa dhambi zake. Na dhambi za nani? Dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume, kwa dhambi za Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Kumbe Waislamu wanaume na wanawake wako na dhambi. Hata dhambi inaombwaje msamaha? Nipatie katika katika Waibrania 9:22. Kuonyesha hivyo alikufa sasa. Waibrania 9 mwalimu. Ya 22 inasema namna hivi. Inasemaje? Inasema katika Taurati karibu vitu vyote kusafisha kwa damu. Tunaambiwa katika Taurati ukiwa katika hali ya dhambi unahitaji kusafishwa, na unasafishwa na damu. Kuna maana kwamba lazima mnyama afe ndio wewe upate msamaha. Endelea. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Unaweza kuwa unaomba Mungu amenisamehe, lakini kumbe katika kuondolewa dhambi lazima kuwe na nini? Kuwe na kumwaga damu. Hasa msalaba unatokea wapi? Yohana 1:29. Yohana 1 Injili 29. Msalaba inatokea wapi? Kwa sababu Muislamu yeye kwake hajapata ondoleo la dhambi, ndipo anahitaji msalaba ndio apate ondoleo la dhambi. Pasina msalaba hakuna ondoleo la dhambi. Yohana 1:29 nasema hivi. Nasemaje? Siku ya pili yake. Sasa huyu ni nabii ambaye Waislamu wanampenda sana. Wanasema ni mwana wa nabii. Yaani Yahya ni mwana wa nabii Zakaria. Sasa anasemaje? Anasema siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu wote. Sasa Yohana anatuambia Yesu ndio anachukua dhambi ya ulimwengu. Anachukuaje dhambi ya ulimwengu? Yesu anachukuaje? Nisomee katika 16, Mathayo 16 anzia mstari wake wa 20. 16 mstari wake wa 20. Yesu anachukuaje dhambi za ulimwengu? Yeye ndio mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu. Anachukua vipi? Inasema hivi. Ndipo alipowatakasa sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Endelea. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake. Hata tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu, na kwamba Yesu akawaambia, Yesu mwenyewe imempasa kwenda Yerusalemu, imempasa Yesu kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee, na kupata mateso mengi Yerusalemu kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa. Yesu anasema anaenda Yerusalemu na atauawa, na siku ya tatu kufufuka. Na siku ya tatu anasema atafufuka. Sasa amesema kwamba anaenda Yerusalemu, atateswa, atauawa na siku ya tatu atafufuka. Kwa nini anaenda kuteswa? Nisomee 26 mstari wa 26 Mathayo. Kwa nini Yesu anaenda kuteswa? Yeye mwenyewe amesema anaenda kuteswa. Lakini baada ya miaka 600 mtu mmoja ametokea anaitwa Muhammad. Ametokea anasema wama katalu wama salabu walakin shubiha lahum, ya kwamba hawakumsulubisha Yesu. Muhammad amezaliwa Maka, Madina. Yeye hajaenda mahali Yesu alikuwa Yerusalemu. Yeye hajui, hajaona Yesu, sio shahidi wa Yesu, lakini anakuja miaka 600, akitoka kilomita 600 anasema wama katalu wama salabu walakin shubiha lahum. Je, utaamini mambo haya au utaamini mambo ya wanafunzi wa Yesu? Utamwamini Muhammad au utaamini wanafunzi ambao Yesu aliwachagua? Utaamini nani? Yesu alikufa au hakufa? Nimesema habari ya Muhammad inakuja miaka 600 baada ya kifo cha Yesu. Hebu nisomee mwalimu.
Inasema 26:26. Inasemaje? Inasema walipokuwa wanakula. Sasa tunaambiwa walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate. Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega, na akawapa wanafunzi wake, akasema tuweni mle, huu ndio mwili wangu. Yesu anawaambia huu ndio mwili wangu. Kisha akakitoa kikombe. Utakaofanya nini? Hujamaliza hiyo somo, andiko imeishia hapo mwalimu. Inasema tuweni mle, huu ndio mwili wangu. 27 inasema kisha akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Yesu anawaambia wanafunzi wake twaeni mnywe, kwa sababu hii ndio damu ya agano. Waislamu wanasema wanaamini Injili. Sijui kama anajua Injili ni agano la Yesu Kristo. Kumbe Yesu anasema kwamba hii ndio damu ya agano, ya damu imwagikayo kwa ondoleo la dhambi. Anazungumzia kifo chake yeye mwenyewe. Je, Yesu alikufa? Nisomee 19 Mathayo. Yohana 19 Yohana. 30 Mathayo 19. Mathayo 19, Yohana 19. Aya, nisomee Yohana 19:30. Je, Yesu alikufa? Inasema hivi mwalimu. Inasemaje? Inasema baada ya kuionja hiyo siki, Yesu akasema imekwisha. Akainamisha kichwa chake, akaitoa roho yake. Sasa Yesu yuko msalabani na Yohana anatuandikia habari. Anasema Yesu amekufa. Yohana yuko hapo anaangalia yeye pale msalabani. Je, Yohana alikuwa wapi? Nisomee 25. 25 ngapi? Hiyo tu 25. Haya, inasema hivi mwalimu. Inasema wakati huo karibu na msalaba wa Yesu. Sasa hapo msalabani, karibu na msalaba wa Yesu, wakati huo Muhammad atazaliwa, lakini Yohana amesimama kwa msalaba wa Yesu. Akaona nini? Walikuwa wamesimama mama yake. Sasa mama wa Yesu alikuwa msalabani. Muhammad hajui Yesu ni nani? Na mama wa Yesu mama wa Yesu anajua Yesu. Mama wa Yesu anajua Yesu na anaona Yesu kwa msalaba. Muhammad anatoka Arabia anakuja kusema hakusulubiwa. Huyu ni mtu wa kweli au ni mtu aina gani? Endelea. Na dada ya mamaye, dada ya mama Yesu alikuwa pale msalabani. Dada ya mama Yesu hakujua Yesu. Muhammad ndiye alijua Yesu. Muhammad hajazaliwa, anasema Yesu hajasulubiwa. Mama wa dada Yesu yuko pale msalabani anaangalia Yesu kwa msalaba. Endelea. Na Maria mke wa Klopa na Maria Magdalene. Yesu alipomwona mama yake, Yesu mwenyewe yuko msalabani, kumbe alikuwa bado anaona. Akasemaje? Mahali pale pamoja na yule mwanafunzi aliyempenda wamesimama karibu. Akamwambia mama yake, Yesu anaongea na mama yake, akamwambia mama yake, mwanamke, huyu hapa ndiye mwanao. Sasa Yesu anaongea na mama yake na Yesu yuko msalabani. Kwa hivyo huyu ni shahidi wa kwanza kwamba Yesu amekufa. Shahidi wa pili, nisomee haraka mwalimu. Shahidi wa pili ambaye anashuhudia Yesu amekufa, Mathayo 28 mstari wake wa 6. Mathayo 28 mstari wa 6. Hao ndio mashahidi waliokuwa katika mahali kitendo kilifanyika. Lakini Muhammad anakuja miaka 600 baada ya kusulubiwa kwa Yesu, anasema wama katalu wa masalabu. Ametokea wapi jamani? Nani alimtuma? Yesu alichagua wanafunzi wake 12 akawatuma waende wahubiri habari ya kifo chake, na akasema ndio kinaita msamaha wa dhambi. Nisome haraka. Inasema hivi, huyu hayupo hapa kwa kuwa amefufuka. Anzia 5. Inasema yule malaika. Sasa huyu naye ni malaika. Sasa Muhammad naye anatuambia habari tofauti. Huyu ni malaika. Malaika anasemaje? Yule malaika akawaambia wale wanawake. Malaika akawaambia wanawake, msiogope. Kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hata malaika anajua Yesu alisulubiwa. Hata malaika anajua Yesu alisulubiwa. Mwingine ametokea anasema wama katalu wa masalabu. Huyu ametokea wapi? Nisomee. Huyo hayupo hapa. Sasa malaika anasema hayuko hapa kwa kuwa amefufuka kama vile alivyosema. Malaika anasema Yesu ni wa kweli, na kweli Yesu amefufuka kama vile alivyosema. Nisomea ya mwisho kwa sababu time yangu naenda kuisha. Nani mwingine alishuhudia habari hii? Wanafunzi wa Yesu walishuhudia, malaika anashuhudia Yesu amekufa. Nisomee katika Wakorintho wa kwanza 15. Nani mwingine alitoa ushuhuda kwamba Yesu alikufa?
Wakorintho wa kwanza 15. Ya, ndiposa ukiletea ushuhuda nyingine, uliza hii ushuhuda ilikuja lini? Hii habari ya Muhammad ilikuja lini? Kutoka wapi? Ukipeleka kwa koti hapa Kenya, utaambiwa hii hata kama iko trailer moja. Upeleke na hadithi, utaambiwa hii ushuhuda yako, Muhammad aliona Yesu? Hapana. Muhammad aliona Yesu? Hapana. Hii sio ushahidi wa Yesu. Yohana ataitwa kotini, atasema Yesu alikufa msalabani. Isome mwalimu. 15 ngapi? Ama kuanzia moja. Moja nasema hivi. Nasemaje? Basi ndugu zangu, nataka niwakumbushe kuhusu injili niliyowahubiria. Soma haraka. Mkiipokea ambayo katika hiyo mmesimama. Kwa injili hii mnaokolewa mkilishikilia kwa udhabiti neno niliyowahubiria nyinyi. La sivyo mmeamini katika ubadili. Kwa maana yale niliyopokea ndiyo niliyowapa nyinyi. Kama yeye umuhimu wa kwanza kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama yasemavyo maandiko. Yeye kuwa alizikwa. Yesu huyo ambaye alisulubiwa alizikwa, alifufuliwa siku ya tatu. Kama yasemavyo maandiko. Na kwamba alimtokea Kefa. Petro alikuwa shahidi wa kwanza. Endelea. Alimtokea Kefa. Maliza, endelea. Kisha akawatokea wale 12. Sasa pia wakawa na mashahidi 12. Yesu aliwatokea. Baadaye akawatokea wale 12. Baadaye akawatokea wale ndugu waumini zaidi ya 500. Akatokea watu 500. Yesu ambaye alisulubiwa. Huyu ambaye hakusulubiwa alitokea nani? Endelea. Ambao wengi wao bado wako hai, ingawa wengine wamelala. Ndipo akamtokea Yakobo. Akatokea Yakobo ambaye alikuwa ni ndugu yake wa kuzaliwa, na kisha mitume wote. Akatokea mitume wote. Sasa mwalimu achie hapo. Hata nimalizie hapo. Sasa wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio nilikuwa nasema Jose ndio angemalizia. Mtu ajielewi. Jumatatu tulikuwa na mada hapo. Kama Mungu wa kweli ni nani? Jose alipita mapito yake vizuri, na mtoa hapa, simshtaki na simshtumu, na Jose hakuteleza. Yusufu akaja hapa akatoa Isaia 9:6 akisisitiza maneno hayo kwamba huyo ni Mungu, kwamba Yesu ni Mungu. Leo dakika 15 anaropokwa tu, na muangalia Yesu amekufa, ashasahau. Yaani ashasahau sasa. Alafu Jose, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikukosea nini? Nini yako alichukua? Mayahudi wanamchukia Nabii Muhammad kwa sababu Nabii Muhammad ndiye kwamba amekuja kusimamisha utawala wao. Hiyo inaeleweka. Jose, unamchukia Nabii Muhammad, hata baiskeli una. Hakuna kitu chako amechukua. Mwenyewe taabani. Shida ndio imekuzidi mpaka kwa kichwa. Alafu kibaya zaidi, hapa ukose na pia kesho ukose. Yaani mapasta wengine wanakaa wakifikiria kujenga kanisa na kupata wafuasi. Jose kila siku anafikiria, yaani usiku halali, namna gani utapata pesa na namna gani utajenga kanisa. Lakini Jose usiku halali anafikiria aya gani ambayo ndio naye kwa mahadhara nipinge hawa akina Abasi, Salimu, nani wote. Mwisho mapasta wanapeleka maprado. Jose hata baiskeli hana. Pole sana. Sasa akatusomea Wakorintho wa kwanza 1:18. Ati wale ambao ati neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Kitu Jose hakufanya, hakutuonesha wanaopotea ni nani. Sasa mimi naonesha wanaopotea. Wakorintho wa kwanza 15:18. Hao ndio wanaopotea. Wewe hukutuonesha. Hii na kujibu tu kwa ile kitu ulizungumza hapa. Wewe hata usipigi mada. Wewe mimi nakujibu kwanza, nakujibu na sina haraka. Mwalimu ikibaki dakika zangu 3 niambie. Sawa. Haya, Wakorintho wa kwanza 1:18.
Wakorintho wa kwanza 1:18. Wakorintho wa kwanza 15:18. Haraka. 15:18 mwalimu inasema hivi. Nataka mkono wa paka. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamefanyaje? Wamepotea. Haya, subiri. Kuna Muislamu analala katika Kristo? Hakuna. Wakristo analala katika nani? Katika Kristo. Kwa hiyo waliopotea ni nyinyi, si sisi. Kumbe unakuja kutoa andiko ya kujibonda kwa sababu tu ya nini? Ya hasira na Muhammad. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna hata neno moja ndani ya Qur'ani ya Muhammad. Maneno 100% ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kama una machungu, unakuwa na machungu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio Muhammad. Yeye hakutamka hata moja. Wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun. Maneno yote ni revelation kutoka kwa Mungu. Sasa Muhammad usimuingize hapo katika ugomvi wako. Usimuingize hapo, mweke kando. Anayesema hawakumuua ni Allah, si Muhammad. Kwa taarifa yako, narudia mara ya pili. Anayesema hawakumuua ni Allah, si Muhammad. Mara ya tatu, anayesema kwamba hamukumuua ni Allah. Sasa nakupa challenge, ukirudi hapa tuoneshe wapi katika Biblia Mungu wako anasema Yesu alikufa, ili maneno ya Allah iwe uongo, ama sivyo? Ama anasema hawakumuua na imeandikwa imekauka. Sasa wewe nakupa challenge, kuja hapa na aya inayosema walimuua, wache kelele. Akasema ati Muhammad ana dhambi. Sasa Muhammad ameingilia wapi? Yesu mwenyewe ana dhambi, aliiba punde ya watu wa kurudisha. Yesu akadanganya watu ati Yohana alikuja hali wala hanyu. Alidanganya watu, na kumbe Yohana alikuwa anararua vizuri sana. Yesu akadanganya watu ati anywae damu yangu na mkate wangu hata kufa, anywae damu yangu na mwili wangu hata kufa. Wanafunzi wakanywa wote, iko yule yuko mpaka sahi. Mungu mkubwa. Hizo ni dhambi za Yesu, na ukitaka nitatoa gunia mzima ya dhambi zake. Sasa je, Qur'ani inasema omba msamaha wa dhambi zako na msamaha wa dhambi za Waislamu. 48:2 jibu ndio hii, uache wasiwasi. 48:2, twende haraka haraka. 48:2 ndio haraka mwalimu. Inasema mwalimu. Naam. Twende haraka. Wacha tusafiri haraka. Inasema mwalimu wangu 48:2. Ndio, ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako. Mwenyezi Mungu anasema, anamwambia Nabii Muhammad, ili Mwenyezi Mungu akusamehe wewe Muhammad dhambi zako yaliyotangulia na yanayokuja. Taratibu, dhambi zilizotangulia na dhambi zinazokuja zote zimesamehewa. Sasa kitu kimesamehewa, kipo ama hakipo? Ipo. Iliyotanguliwa imesamehewa, itakayokuja pia vile vile imesamehewa. Ina maana hana, yuko clean. Sasa wewe kuja hapo utuoneshe wapi Yesu alisamea dhambi ya kuiba punda wenyewe, wapi alisamea dhambi ya kudanganya wanafunzi wakakunywa damu na mwili na wakakufa, wapi alisamea dhambi ya kudanganya watu ati Yohana hali na hali. Uje hapo tuoneshe. Ya Muhammad imesamehewa, hiyo tushamaliza. Akaleta pang'ang'a ati hakuna kusamehewa dhambi bila ya damu. Hii inaitwa propaganda. 1:4 Marko. 1:4 Marko. Twende. Inasema wale usitake kuingiza pale ati Yesu lazima akufe watu wasamehewe. Kabla hapo Mungu alikuwa anasamehe. Twende. Inasema 1:4 Marko mwalimu. Ndio. Yohana alitokea akibatiza nyikani, na kuhubiri ubatizo wa toba ambao liletalo ondoleo la dhambi. Hapo Yohana alikuja kuhubiri ubatizo wa toba ambayo inaleta ondoleo la dhambi. Swali, hao waliokuwa wanabatizwa walikuwa wanaondolewa dhambi. Je, Yesu alikuwa pale? Pale kuna damu? Kuna msalaba? Hakuna. Lakini watu wanasamehewa. Kwa hiyo ukisema
ati watu hawezi kusamehe bila msalaba. Hiyo ni imani ya Paulo, sio imani ya Mungu. Yesu mwenyewe 2:5 Marko. 2:5 Marko mwalimu inasema hivi. Twende. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza nini? Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Haya, kuna msalaba hapo? Yuko msalaba? Hakuna. Kwa hiyo naambiwa kwamba umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo kusamehewa dhambi kunawezekana bila ya msalaba. Usilete hapa pang'ang'a ya msalaba. Anayefundisha maneno ya msalaba ni mtu anaitwa Paulo. Nitaenda kwake, akatuletea mambo mengine. 26 Mathayo, haraka. 26 Mathayo. Inasema mwalimu wangu. Ndio. 26. Twende. Inasema mwalimu. Twende haraka. Kitabu changu ndio kibaya kidogo. 26 mwalimu, alafu nakula time yangu na dakika 15 tu. Inasema, naam, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake. Akisemaje? Akasema, nini? Toeni mle. Huo ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, ndio, akawapa, ndio, akisema, nini? Nyweni yote katika kikombe hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Unaona? Kwa hiyo ametoa kikombe, akawaambia hii ni damu yangu ya agano. Hiyo kikombe ilikuwa na nini? Twende. Unasema mwalimu? Ndio. Imwagikayo kwa ajili ya wengi, twende, kwa ondoleo la dhambi, twende. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa nini? Uzao huu wa mzabibu. Sitakunywa tena tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Kumbe Yesu aliwapa pombe, ati pombe ndiyo damu ya Yesu. Yaani nabii wa Mungu anaweza kupatia watu pombe? Kama hiyo si andiko la uongo. Ati kunyweni pombe, hii ndiyo damu yangu, na huyu ni nabii wa Mungu, wanasema ati mtakatifu. Hiyo ni andiko la uongo. Yesu hakukusudia hivyo. 6 hiyo. Nenda 6:58 Yohana. 6:58 Yohana. Ndio. Inasema 6:58 Yohana. Twende. Inasema mwalimu wangu. Unasema hivi, hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula nini, wakafa. Twende. Bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Twende. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi. Unaona, maneno hayo aliyasema katika sinagogi. Kumbe maneno ambayo kwamba Yesu anakusudia ni kwamba ukila hiyo utaishi milele. Sasa damu na ile mkate waliokula walikufa. Kwa hiyo si kweli. Nini Yesu alikusudia? 4:34 Yohana. Hiyo kitu Yesu alikusudia. 4:34 Yohana. Hiyo damu na hiyo mkate ukila utaishi milele. Lakini ile damu na mkate ambao wanakusudia wanafunzi walikula wakafa. Kwa hiyo si hiyo. Ni gani? 4:34 Yohana. Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, niyatende mapenzi yake aliyenipeleka, ndio nikaimaliza kazi yake. Unaona? Kwa hiyo kumbe chakula anachokusudia ni maneno ya Mungu na mapenzi ya Mungu na matendo ya Mungu. Sasa hawa wanakuja hapa Yesu asulubiwe, wakati ni mafundisho haya. Akasema ati shahidi ni malaika, akatutolea hapa 28:6 ati shahidi ni malaika. Mwalimu, Wakorintho wa pili 11:14. Wakorintho wa pili 11:14. Ndio inasema mwalimu wangu. Twende.
inasema hivi, twende, wala si ajabu, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Unaona, kwa hiyo huyo shahidi alikuwa ni shetani, hakuwa malaika. Na kama ni malaika, kuje tuthibitishie. Ule hakuwa malaika, alikuwa ni shetani, kwa sababu mwanzo aliyepanga mpaka Yesu akafa ni shetani. Hawezi kuwa shetani apange alafu shahidi awe malaika, haiwezekani. Kwa hiyo mpango 22:3 ni shetani, na aliyekuja kudanganya hata kushuhudia pia ni shetani. Unapinga, kuja tuthibitishie hapa ni malaika. Haya mwalimu. Na mwalimu akasema 19:30 Yesu amekufa. Hii yote ni hata sizipitizo maandiko zake yote wanasema Yesu alikufa. Sijui mama alikuja akaona, sijui wanafunzi aliona. Yote hiyo naimaliza na andiko moja tu la Qur'ani, 4:157. 4:157. Yote hii kusema Yesu alikufa, sijui kwa ajili ya watu, sijui kwa nini, na dakika 3. Hii yote ni fake. Ule aliwekwa pale si Yesu, aliwekwa ni mtu mwingine. 4:157 Qur'ani. Na kwa ajili ya kusema kwao, kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa, nani? mwana wa Mariamu, mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Mungu anasema hawakumuua wala hawakumsulubu. Kama Allah ni mwongo, kuja hapa anayekuja toa andiko kwamba walimuua wakamsulubu. Mungu ndio anasema, si watu. Watu ni waongo, walafi, wanyang'anyi na kila kitu. Twende mwalimu. Ninasema mwalimu, ndio bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Unaona, walibabaishiwa mtu mwingine. Kwa hiyo aliyekuwa katika msalaba ni mtu mwingine. Ukisikia sijui amezungumza na Mariamu, ni mtu mwingine, si Yesu. Alafu tena tuli alikuwa kwa msalaba, anaambia Mariamu, tazama mwanao. Tumieni akili. Huyu ako kwa msalaba, Mungu anasema amebabaishiwa. Na huyu ako kwa msalaba, Mariamu ako na mtu pale. Huyo kwa msalaba anaambia Mariamu, tazama mwanao. Mnapata hiyo point? Wangapi wananielewa? Nani ananielewa? Naona kuna wale hawajanielewa. Allah anasema wamebabaishiwa mtu mwingine. Ina maana kwamba aliyeko katika msalaba ni mwingine. Sasa wakati Mariamu anaenda pale, yuko na mtu hapa, na hajui huyu ni nani. Yule yuko kwa msalaba, akamwambia tizama mwanao. Tumieni akili hapo. Wale ambao kwamba wanakula barisi inafanya kazi pale, tumieni akili. Huyo ni Yesu. Kuja hapo upinge na ushahidi. Haya mwalimu, twende. Twende haraka. Tuendelee na hapo mwalimu. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika haki, waliotofautiana katika hakika hiyo, ndio kwa kumuua Nabii Isa, ndio wale katika shaka. Nalo jambo hilo la kusema kauawa. Unaona, wao wako na shaka. Twende. Nalo jambo hilo la kusema kauawa, twende. Wao kabisa hawana akili juu ya jambo hili, hawana uhakika juu ya jambo hilo. Twende. Kwa kuwa kwani wamemuua Nabii Isa, ndio, isipokuwa wanafuata dhana tu, wanafikiria tu. Twende. Na kwa yakini hawakumuua. Mungu anayakinisha hawakumuua. Twende. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Hiyo ndio jibu. Mungu alimnyanyua Nabii Isa kwake. Aliyesulubiwa ni mwingine. Mariamu anakuja na mtu hajui ni nani, yuko katika msalaba, anasema ule hapo, Mariamu usinililie mimi, ule ndio mtoto wako huyo. Mwenye akili atumie akili. Kama unakula ugali sana kama mimi hivi, shauri yako, lakini kama unakula baridi sana pale, nafikiri utashika mita haraka. Haya, muda wangu umeisha. Haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunarudi raundi 2. Mwalimu, naomba unianzie na Ufunuo 1:17. Ufunuo 1:17. Abasa amedai mambo mingi tu, lakini wacha tujaribu kujibu hoja zake. Lakini la muhimu tu, kwa nini Yesu alikufa? Hilo ndo la muhimu.
Ufunuo 1:17-18. Tukimbie mwalimu. Maneno ya Yesu. Yasema hivi. Ndio. Nami nilipomuona Yohana Mbatizaji anasema, Yohana anasema yule mwanafunzi, nilipomuona Yesu nalianguka miguuni pake, twende, kama mtu aliyekufa. Aha. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Safi. Akisema, usiogope. Yesu anamwambia Yohana usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Safi. Na aliye hai. Yesu anasema sasa mimi niko hai. Nami nalikuwa nimekufa. Yesu anasema nilikuwa nimekufa. Na tazama, ni hai hata milele. Asante sana. Sasa mwalimu akuja atuambie kama ni kawaida ya manabii kudanganya, kwa sababu hawa wanaamini Yesu ambaye mwanamuita Isa ni nabii. Sasa akuja atuambie kama ni kawaida ya manabii kudanganya. 3:55 mwalimu katika Qur'ani ya Baruani. 3:55 katika Baruani, alafu kisha tuingie katika Biblia. Tuangalie kwa nini Yesu amekufa. Kwa hivyo Abasa atatuambia, lakini unajua ameshuka amesema Yesu ni muongo. Sasa amesema Yesu ni mwizi. Yesu ni muongo. Anasema Yusufu anachukia mtume mwana. Haya, wacha tu. 3:55 tusikie mwalimu. Inasema vipi? 55. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu. Mbili. Na nitakutakasa na wale waliokufuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwanza nitafanya nini? Nitakufisha, alafu pili nitafanya nini? Nitakunyanyua kwangu. Abasa amekuja akasema Isa alinyanyuliwa wapi? Kabla hajakufa. Kabla hajakufa. Sasa itakuwa ala anatudanganya. Kwa sababu ala anasema kwanza nitakufisha, alafu nikunyanyue kwangu, alafu nikutakase. Sasa Abasa anasema alinyanyuliwa kabla akufe. Kwa hivyo ala ama Abbas moja anadanganya. Na kwa sababu ni ngumu Mungu adanganye, Abbas ndiyo muongo. Ala anasema nitafanya nini? Kwanza nitakufisha, kisha nikunyanyue kwangu. Naam. Mwalimu 5:17. Hiyo Baruani. Yaani Qur'ani inathibitisha Yesu amesulubiwa na amekufa. Ama leo Abbas leo sijui Abbas ametoka pande gani. Anasema manabii wanadanganya. Twende 5:17. Hii ndio mada. Sio mtu mwingine, Yesu msalabani. 5:17. 17 anasema hivi, sikuambia lolote ila ulioniamrisha. Isa anaambia ala, sikukuambia lolote, sikuambia isipokuwa yale uliniamrisha. Nayo ni mwabuduni Mwenyezi Mungu sawa wangu na Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Na mimi nilikuwa shahidi juu yao. Safi. Nilipokuwa nao. Yesu alipokuwa huku chini alikuwa shahidi. Na uliponifisha ukawa wewe ndiwe muangalizi juu yao. Asante sana. Yaani Qur'an tena inathibitisha ala alifanya nini? Alipomfisha. Alifisha nani? Alifisha Isa. Sasa tena Abbas amepinga. Amesema yule alikuwa pale kwa msalaba, huyo hata sio Yesu. Sijui ni mtu mwingine amemuita nani. Lakini ni vizuri sababu wamesema kuna mtu alikufa mahali ya Yesu. Hapa ni vizuri hata kama sio yeye. Inathibitisha imani ya Kikristo ya kwamba inawezekana mtu kufa mahali ya mtu mwingine. Amefanya vizuri. Amesema Yesu alitolewa, mwingine akawekwa msalabani. Ni sawa kabisa. Inadhibitisha imani ya Kikristo ambayo Abbas ametangazia Waislamu ya kwamba inawezekana wewe ukufe mahali ya mtu mwingine. Asante sana mwalimu. 4:155 Qur'an. Tumalize na Qur'an. 4:155. 155. Anzia 54, 154. Tumalize tuingie kwa Biblia. Kwa nini Yesu akufe? 4:154. Na tutakunyanyua mlima juu, tukanyanyua mlima juu kwa kufanya agano nao. Sasa Mwenyezi Mungu anaongea kuhusu Bani Israeli, akanyanyua mlima kufanya agano na watu twende. Na tukawaambia, ingieni mlangoni kwa unyenyekevu. Na tukawaambia, safi, msivunje siku ya Sabato Jumamosi. Twende. Na tukachukua kwao ahadi iliyo madhubuti. Safi.
basi kwa sababu ya kuvunja kwao ahadi zao na kwa kuzikataa kwao ishara za Mwenyezi Mungu na kuua kwao manabii. Atibani Israeli walifanya nini? Walikuwa wanaua manabii. Asante. Ala alikuwa anababaisha. Anabadilisha sasa basi tutawambia hawa manabii Bani Israeli waliua ni akina nani ndani ya Qur'an? Funga Qur'an mwalimu, twende kwa Biblia. Na kwa nini hawakubabaishwa? Wakorintho wa 2:5-21. Kwa nini Yesu akufe? Sasa mwalimu ambaye alitangulia alimaliza kwa kusema Yesu amesulubiwa, amekufa, amezikwa, amefufuka na ameonekana na mashahidi. Na pale ambapo amesulubiwa panaitwa Golgotha. Na watu wameona mahali pale. Abasa hakutuambia Isa amenyanyuliwa mahali gani. Hapo ambapo alikuwa amenyanyuliwa panaitwa aje? Ilikuwa nchi gani? Na nchi gani? Kwa ushahidi wa maandiko. Abasa ukikuja tuambie katika mahali panaitwa Golgotha ama Isili ama Kawangware Yesu alifanya nini? Alinyanyuliwa. Tusaidie na mahali. Sababu Biblia inasema Golgotha Yesu amesulubiwa, mashahidi wameona. Akifa na akifufuka. Wakorintho wa 2:5-21 mwalimu nasema vipi? 21. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, safi, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, safi, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Wakorintho wa 2:5-21. 5:21. Tukimbie, ndio. Inasema hivi. 5:21. Safi. Niko hapo mwalimu. Twende. Yeye asiyejua dhambi, Yesu ambaye Abasa ametoka kusema ni mwizi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Yaani Mungu alimfanya kuwa nini? Kuwa dhambi, yani kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yaani kupitia Yesu ndio unapatikana mtu wa haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama Yesu hajakufa ama kama haujakubali kwamba Yesu amekufa, bado mbele ya Mwenyezi Mungu wewe hauna haki. Hauna haki. Galatia 3:13 mwalimu. Ya kwanza ni kwamba amekufa ili tupate uzima wa milele. Ya pili achukue dhambi ya ulimwengu mzima. Na Abasa anasema, Diduma alisema nilimsikiza, ati kwani nyinyi hamna dhambi sasa? Yohana anasema mwana kondoo wa Mungu afanya nini? Aichukuae dhambi ya ulimwengu. Si alichukua, Kiswahili, si alichukua, achukuae. Present continuous. Yaani inaendelea kufanyika hii kazi. Aichukuae dhambi ya ulimwengu, si alichukua. Galatia 3:13 mwalimu. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Safi. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, safi, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Safi. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Yaani kwanza amefanya nini? Laana ili tufanye nini? Tukombolewe kutoka kwa laana ya sheria. Kuna watu wanaenda mbele ya Mungu na kuweka sheria. Wewe uko chini ya laana bado. Kwa sababu Mungu anataka imani, sio watu wa kufuata sheria. Anasema tunaokolewa kupitia nini? Kupitia imani katika Yesu. Na tena tunaambiwa baraka ya Ibrahimu inapitia kwa Yesu kwa sababu ya kufa kwake. Maliza mwalimu. Rekebisha Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho wa kwanza 1:15. Naam. Nisomee mwalimu. Aliweka machafuko pale. Hiyo jibu yake utaipata mwalimu kutoka 14. Ni vile tu andiko ni refu. Anzia 14 basi nirekebishe. Inasema hivi. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure. Ni kama hakufufuka, kuhubiri ni bure. Twende. Na imani yenu ni bure. Safi. Naam. Na sasa tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Safi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Safi. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Twende. Mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Hapo mbele yote amesema kama hakufufuka, basi wale ambao wamelala katika Kristo wamepotea. Maliza. Kama katika maisha haya tu
tumetumaini Kristo. Sisi tu maskini kuliko watu wote. Safi. Lakini sasa hiyo hakuona 20 hakuona, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Safi. Limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, mauti ililetwa na Adam na kadhalika, na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Safi. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, basi katika Kristo wote wana uzima wa milele. Kwa hivyo andiko basi ungetoka Kutoka 14 ufike 20 ungejua, angeelewa. Inasemekana kama hakufufuka basi waliolala katika Kristo wamepotea, lakini kwa sababu amefufuka hakuna yeyote analala katika Kristo amepotea. Asante kwa dakika mwenyekiti, utamuongezea. Jamani, yani nilifikiri labda Jose ndio atakuja kufundisha, lakini Jose aleo amefanana na Yusufu. Alafu Jose tena, Joseph analaani Mungu wa Yusufu. Angalieni hapa, Joseph analaani Mungu wa Yusufu ili yeye apate uzima wa milele. Anasema kwamba Kristo alilaaniwa kwa ajili yao, na huyu Kristo ambaye kwamba anasema amelaaniwa ndio Mungu wa Yusufu. Mimi sio mimi nasema. Kwa hiyo wewe mwenyewe Jose leo unalaani Mungu wa Yusufu, shauri yako. Mimi siko hapo kabisa. Sasa yeye anasema kwamba Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Mwalimu, naomba mwalimu, hiyo Galatia amesema 3:13 sio? Haya, 3:1 ni mjibu. Anasema Yesu amefanywa laana kwa ajili yao, sio? Sasa 3:1 majibu yako hiyo. 3:1 wa Galatia. Alafu hapa nikaweka challenge. Challenge yangu nikasema hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu, hawakumuua wala hawakumsulubu. Allah ndio anasema, sio Muhammad. Nikaweka challenge, kama Yesu alikufa, wapi Mungu wako kwa Biblia anasema Yesu amekufa? Dakika 11 umetumia ametoa. Kwa hiyo ina maana hakuna mahali Mungu wake anashuhudia Yesu amefanyaje? Amekufa. Ina maana kwamba mambo yote dakika 11 amesimama hapa Jose ni ushahidi wa wanadamu, sio ushahidi wa Mungu. Nakuja kukutibu. Twende 3:1 wa Galatia. Twende. Enyi wa Galatia msio na akili. Kumbe mtu mwenye hana akili ndo anaongea maneno haya. Kwa hiyo anasema enyi wa Galatia msio na akili. Twende. Ni nani aliyewaloga? Nanyi ninyi ambao Yesu Kristo amewekwa wazi mbele ya macho yenu kwamba yakuwa amesulubiwa. Unaona? Kwa hiyo ule anayesema Yesu amesulubiwa kwanza hana akili. Anayesema kwamba Yesu amesulubiwa kwanza ni mtu amerogwa. Kwa hiyo Jose, ukija na mada hiyo hapa, jua wewe ni mtu umerogwa na hauna akili. Nishakujibu. Akitia anajaribu kusafiri kwa Qur'ani, anaenda 3:55, alafu anaifasiri kikanisa. Jose, kwa taarifa yako, katika Qur'ani kuna maneno mawili hakuna. Neno halafu uliokuwa unatamka hapa usiitumie. Usiongezee maneno katika Qur'ani, ongeza kwa Biblia. Ukitaka nakupea ruhusa kuanzia leo, ongezanga maneno kwa Biblia unavyotaka. Neno halafu kwa Qur'ani hakuna, neno kisha kwa Qur'ani hakuna. Hizo maneno mawili hakuna. Kwa hiyo usiweke maneno ili ufasiri aya unavyotaka. Usiweke maneno. Mwalimu, naomba chukua hiyo Nasr Khamis 3:55 ni mtibu na hiyo 3:55 ati mimi nitakufisha nitakuleta kisha, alafu anaweka kisha. Kwa Qur'ani hakuna kisha. Kwa Qur'ani nataka nikufundishe, kuna vitu vinaitwa utuf na kila moja ina maana yake. Pale ilitumika neno waul atfi. Waul atfi la yastafidu tartib. Hii ikitumika sio lazima yale matendo yanayokwenda yanafuatana. Matendo yanaweza kuwa juu chini chini juu, sio lazima zifuatane. Lakini ikitumika neno thumma kwa Kiswahili ndio inaitwa kisha, hapo yastafidu tartib mahamudda, inaleta maneno ya tartib, maana kitendo kinafuatana
na pia inachukua wakati. Kwa hiyo pale hakuna neno thumma. Kama ingekuwa thumma kisha ungeweka, mimi singesema kitu, lakini maadamu kuna wao, usilete tafsiri ya kikanisa hapa. Twende. Inasema 3:55 mwalimu. Ndio. Na vitendo vya Allah mtukufu kwao. Ni pale aliposema nini? Allah mtukufu kumwambia Isa. Unaona pale alipomwambia Isa, mimi nitakutoa kutoka kwenye ardhi bila ya kupatikana na mabaya yoyote. Waislamu takbir. Nitakutoa kutoka katika ardhi bila ya kupatikana na baya lolote. Twende. Nitakuinua mpaka kwangu kwa mwili wako na roho yako, na roho yako. Yani Isa mwenyewe hakufa. Jamani, mshanielewa? Mimi haitakushika baya lolote, bimaana kwa msalaba utafika, na nitakuleta kwangu kwa mwili na kwa roho yako ukiwa hai. Twende. Nitakuokoa. Subiri, sio nitakuacha wakuue, nitakuokoa. Wewe leta aya, Mungu anasema nitakuangamiza. Waislamu takbir. Nishajibu sijajibu? Hiyo nishamaliza. Akakimbia mbio kwa ngapi? 457. Akasema kazi ya Wayahudi ilikuwa kuwaua manabii. Sio kazi ya Mayahudi ilikuwa kuua Nabii Isa. Kuua manabii wengi waliwaua hao Mayahudi. Walimuua Yahya, walimuua Nabii Zekaria, waliua chungu ya manabii. Sasa walikuwa na plani Yesu, lakini Mungu akamuokoa. Haya, wacha Qur'ani. Biblia yako yenyewe inasema hivyo. Mathayo 23:37. Biblia yako tukuone kama ikigure. Wewe ukisoma Qur'ani nilikukataza. Ati nikisoma Biblia unikataza. 23:37. Yerusalemu. Ndio. Yerusalemu. Twende. Uwauae manabii. Unaona, Yerusalemu. Uwauae manabii. Twende. Na kuwapiga kwa mawe. Unaona? Kwa hiyo ni tabia yao, hata Biblia yao inakubali. Na wakati huo akisema na wao manabii, Yesu hajakufa, yeye ndo anazungumza hivyo akiwa hai. Kwa hiyo pale haingii. Kwa hiyo Qur'ani inasabikisha maneno yale. Waislamu takbir. Nishamaliza hiyo. Akaja Ufunuo 1:17. Taabani kweli. Hebu soma Ufunuo 1:17. Ufunuo 1:17. Ndio. Inasema mwalimu wangu, twende. Inasema hivi. Naam. Nani? Ndio. Nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Twende. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema nini? Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa. Natazama ni hai hata milele. Subiri. Na milele. Hapo nataja Yesu. Nani amesikia jina Yesu? Alisikia jina Yesu, onua mkono. Yeye anapachika mtu pia huyo ni Yesu. Anzia 12, ujanja umeisha. Hapo 1:12. Hapo anzia 12. 1:12 mwalimu inasema. Huyo si Yesu, simuingize hapo. Nikageuka nione ile sauti. Ndio, iliyosema, niligeuka nikaona ile sauti iliyosema nami. Ndio, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Twende. Na katika ya vile vinara ndio nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Aliona mtu mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo kuna mtu mfano wa mwanadamu. Hiyo ni mfano. Twende. Inasema hivi. Ndio. Amevaa vazi limefika miguuni. Mtu huyo alikuwa amevaa vazi limefika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matini. Soma vizuri. Na kufungwa mshipi wa dhahabu wapi? Matini. Matitini. Wewe unasoma vitu vyako kwa nini? Na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Yaani amevaa ile inaitwa bra. Swali. Huyo hapo ni mwanamke ama ni mwanaume?
pili, Yesu alikuwa mwanamume au mwanamke? Acheni kutuchezea game. Yaani ni watu acheni mjanja. Mshipi wa dhahabu matitini. Mshipi amevaa bra ya dhahabu, golden bra. Hata hiyo kitu kidogo huwezi elewa. Unateremka kule chini kudanganya Waislamu na Wakristo. Jameni wa Kristo, Yesu hakufa, hakuna ushahidi. Mimi naambieni kweli. Haya, akaenda kwa Korintho, ati sijui damu nini, hata uko mimi sina haraka. Huko sina haraka. Maana kwa Korintho yote alizosoma kama aya 4 zote ni maneno ya Paulo na ni za uongo. Wa Korintho wa pili 11:16. Haya, wa pili 11:16. Hiyo wa Korintho yote naweka kwa kikapu moja na watumia. Haya, inasema mwalimu wangu, ndio nasema tena, mtu asibani ya kuwa mimi ni mpumbavu, lakini mjaponidhania hivi mnikubali kama mpumbavu. Kwa hiyo maneno yote anasema kwa Wakorintho, huyo mwandishi anasema mkubali yeye ni mpumbavu. Bi maana maneno hiyo ni ya kipumbavu. Na yake ndio vile alikuwa anasema Rais Kibaki hayati, si ndio? Mwalimu hapa kuna dokezo. Bafu. Twende, uendelee na kusema. Ndio. Ili nini nani? Nipate kujisifu anga kidogo. Kumbe maneno yenu ni ya kujitafutia tu sifa. Twende. Ndio. Nisineneni agizo la Bwana. Anasema maneno ambayo anazungumza sio maneno ya Mungu. Kwa hiyo kusema kwamba Yesu amekuja akufe kwa ajili ya watu si maneno ya Mungu, bali kwa upumbavu, ni ujinga wake tu. Sasa maneno ya mjinga natuletea haya, achana na hiyo. Ama teremka 21 ni muue kabisa. Iko haja ya kumsamehea. Inasema mwalimu, ndio kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili. Mimi nami nitajisifu. Mimi nami nitajisifu. Ninyi kwa kuwa mna akili, mnachukuliana na wajinga kwa furaha. Maana mwachukuliana na mtu akiwatia utumwani. Unaona, mtu akiwadanganya mnakubali. Twende haraka mwalimu. Akiwameza, akiwateka nyara, akijikuza, akiwapiga usoni, na nena kwa jinsi ya kujidhili, kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu. Twende. Walakini akiwa mtu anao ujasiri kwa lolote, na nena kipuuzi. Ni upuzi. Yesu kusulubiwa ukatoa aya katika Wakorintho ni upuzi, na sisi time ya upuzi hatuna. Sasa umetangulia kuambia watu kwamba ambaye alikufa msalabani sio Yesu, ni mtu mwingine aliwekwa pale msalabani. Sawa, haitakuwa labda hatutakupeleka sana kuambia huyu mtu ni nani, lakini kwanza tulisema inadhibitisha imani ya Kikristo kwamba inawezekana mtu kufa mahali ya mwingine. Hapo umekubali mbele ya watu ya kwamba inawezekana mtu kufa kwa sababu ya mtu mwingine. Sawa sawa? Ngoja. Nasema tu ngoja shikanisha yangu. Ngoja Jose. Nasema subiri. Sikiza baba. Usimweke maneno kwa mdomo. Subiri. Yule hakufia Yesu. Subiri, ngoja kidogo, nataka tuelewane. Kwa sababu kuna mahali unaweka scratch. Aliyekufa kwa msalaba hakufia Yesu. Hakuna shida. Na aliyekufa kwa msalaba hakufia Wakristo. Hakuna shida. Kwa hiyo sio yangu mnasema plani ya Wayahudi ilikuwa kuua Yesu. Kabisa. Kweli? Mungu akafanya nini? Akamuokoa Yesu. Akawababaishia mtu mwingine akafanya nini? Huyo ndio akasulubiwa. Ndio. Kwa hivyo akaondoa Yesu, akamuokoa, mtu mwingine akasulubiwa. Kabisa. Nani ameokolewa pale? Yesu. Alafu mwingine akafanya nini? Akasulubiwa. Sawa. Kwa hivyo plani ya Wayahudi ya kusulubisha Yesu ikakansoliwa kwa mtu mwingine kuwekwa pale. Yesu akaokolewa, huyo akakufa. Mwingine ndiye alikufa. Tofauti ya hiyo na ile nasema iko wapi? Hapo hiyo. Sawa, kwanza hiyo. Wacha nimalize na hii. Tena unaniuliza tena ndo unanijibu. Au nijibu, sikujibu. Yaani ananiuliza, mimi sijibu swali. Jose, sijibu swali. Namaliza swali. Namaliza na Yohana 10:17-18. Sawa?
utashikanisha yote mbili. Yesu anasema ndiposa Baba ananipenda kwa sababu nautoa uhai wangu. Yesu mwenyewe anasema natoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, na mimi ninao uwezo wa kuutoa na ninao uwezo wa kuutoa tena. Agizo hili nimepokea kwa Baba yangu. Yesu anasema kwanza kufa ama kupeana nafsi yake kama fidia kwa watu wengi ni yeye mwenyewe ameamua, na amepokea hiyo amri kutoka nani? Kutoka kwa Mungu. Sababu ulisimama ukasema ipatikane andiko, hii plani yote ya Yesu kufa ni Mungu amesababisha. Sasa hiyo nimekupatia. Sasa jibu maswali na umalize hiyo. Yusufu, Jose, tatizo yenu huanga mnasoma vitu hata hamu, yaani hata bado andiko yenu bado hauelewi. Yaani hiyo 10:17 mimi narudi hapo, kwa sababu umetoa andiko zuri, umetoa andiko zuri sana, asante. Nilikuwa nikanyage pale, lakini maadamu umetangulia narudi. Mwalimu, chukua hii Qur'ani, Nasr Hamis. Naam. 454 mwalimu. Ndio. 454 inasema hivi. Nasr Hamis 454 inasema mwalimu wangu. Twende haraka. Kwani wanamhusudu Muhammad, rehema za Allah mtukufu twende na amani zimshukie, ndio, kwa neema za unabii na utume ndio alizopewa na Allah mtukufu, twende na kuwahusudu masahaba wake kwa neema ya kuongozwa. Leo nasoma ngapi? Hiyo ni 454. 354. Hiyo ndio umeniambia mwenyewe. Nilisema 354. Wewe mwenyewe umeenda kule sijui kutafuta nini. Haya. 354 mwalimu. Ndio. Wale waliomkanusha Isa. Unaona, waliomkanusha Isa miongoni mwa wana wa Israeli, twende, walifanya vitimbi kwa kumpangia wenye kumuua. Unaona, kwa hiyo mpango ya kumuua Yesu ilikuwa hapo, hatukatai. Kwa hiyo walifanya mpango, vitimbi ya kutaka kumuua Yesu. Twende. Allah mtukufu akamtoa anayefanana na Isa. Unaona, anayefanana na Isa. Allah akamtoa anayefanana na Isa. Twende kwa mtu ambaye aliwaashiria wauaji. Unaona, wale ambao walienda kuonesha wauaji kwamba huyu ni Yesu, huyu tunatafuta Yesu. Maana Yesu alikuwa anajificha. Sasa alipojificha, kuna yule alienda kuonesha ndio huyu Yesu, huyo ndio Mungu akamtoa. Kwa hiyo alifanya makosa, alikuwa anauza nabii wa Mungu. Kwa hiyo huyo ndio Mungu akamweka sura ya Isa, alafu akamwokoa Isa. Twende. Aliwaashiria wauaji kwake, wakashika huyo ambaye alikuwa anaoneshana Yesu, wakamuua. Unaona, wakamuua na wakamsulubu na wakamsulubisha, wakidhani kuwa ni Isa. Unaona, walifikiria ni Isa. Kwa hiyo yule ambaye alienda kupeleka kiherehere ati Yesu ndio ule, ndio Mungu akaweka sura ya Isa pale. Wale wakashika huyu wakamuua. Kwa hiyo huyu alikosa, hakukufia Isa wala hakukufia Wakristo. Dhambi zake zenyewe ndio ilimpeleka pale, kwa kujaribu kupanga njama kuwa nabii wa Mungu. Mungu akatoa Yesu, yeye ndiye akaingia. Ndio Biblia inasemaje? Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe. Kwa hiyo alichimbia Yesu, yeye ndiye alitumbukia. Tushamaliza. Umeuliza mbili. Ngoja kidogo. Ngoja Jose. Kidogo tu. It's not fair. Sawa maliza. It's not fair. Utoe andiko mbili, sawa? Halafu nijibu moja, unizuie nisijibu ya pili. Yohana 10:17. Yohana 10:17. Yohana 10:17 inasema mwalimu. Ndio.
Inasema hivi, twende 10:17 Yohana inasema mwalimu, ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu. Unaona, nautoa uhai wangu, subiri, nautoa, si nitautoa, nau bi maana sahihi. Yaani kile kipindi, kwa mfano hata mimi Abasi nautoa uhai wangu kumtangaza Allah, lazima nife. Pale kuna neno msalaba makufa. Kwa hiyo ametoa uhai wake kufanya kazi ya Mungu, sio kufa. Hasemi nitautoa, nautoa. Twende. Inasema mwalimu, ndio, nautoa uhai wangu ili nitoe tena, bi maana kwamba Yesu hakufa mara mbili. Anasema nautoa na atatoa tena, bi maana kwamba maisha aliyopewa ya kumtangaza Allah ametolea nafsi yake, na pia atazidi kutolea nafsi yake kumtangaza Allah. Twende. Hakuna mtu aniondoleaye. Unaona, hakuna mtu aniondoleaye. Subiri. Swali, nyinyi wa Kristo mnaosema kwamba Wayahudi walitoa uhai wa Yesu, je, mnamkanusha Yesu ama mnaenda sambamba na maneno ya Yesu? Yesu anasema hakuna mtu autoaye uhai wangu, yaani hakuna mtu atakaye niua. Natumia Kiswahili taratibu, labda isikupige chenga. Hakuna mtu awezaye kuniua. Twende mwalimu. Anasema hakuna ndiko kama hilo. Mwambie basi asome Yohana. Twende. Inasema mwalimu, ndio, hakuna mtu aniondoleaye. Hakuna mtu anaweza kutoa uhai wa Yesu bali mimi nautoa mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye atautoa. Utuambie wapi Yesu alipanda msalabani akajisulubisha? Kama uko na hiyo andiko itoe. Yeye anasema hakuna mtu atanisulubisha. Unaona, mimi mwenyewe nitatoa uhai wangu, sio mtu atanitolea. Sasa wewe kama unabisha, utoneshe wapi Yesu ameruhusu watu watoe uhai wake? Amesema hakuna mtu awezaye kutoa uhai wangu. Bi maana Warumi hawataweza, Mayahudi hawataweza, Wakristo hawataweza. Maneno ya Jose na Yusufu haitaweza kuondoa uhai wa Yesu. Ukweli nabaki, Yesu hakusulubiwa, unless kama Yesu ni mwongo, kwamba amesema hakuna mtu awezaye, tena Warumi waje watoe, kwani Yesu utamfanya mwongo. Kwa hiyo nakupa mic, mfanye Yesu mwongo tukuone. Ampe. Leo utatapatapa. Basi sikiliza, Eloi Eloi maana yake Mungu wangu, mbona umeniacha? Haukuendelea. Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema huyu anaita Elia. Mara moja wao wakaenda mbio, akatoa sifongo kama vile tu Yohana alisema, akaijaza siki, akaitia juu mwanzo, akamnywesha. Wale wengine wakasema acha na tuone kama Elia anakuja kumuokoa. Mambo ya siki na sifongo. Naye Yeshua akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Ya pili tu, yaani roho ya Yesu. Tulia. Subiri kidogo. Ngojea. Subiri. Argument hapo. Sina tatizo. Argument hapo. Sina tatizo. Roho ya Yesu ni yeye atapanga. Nani atatoa? Yeye mwenyewe. Kwa hiyo si Mungu alitoa. Hayo ambayo unatawaja kidogo. Subiri kidogo. Kwa hiyo kwa ufupi, Yesu mwenyewe alijiua. Sawa? Hapana, sikiza. Ngoja kidogo Jose. Natenda polepole. Sawa? Nikisema huyu ametoa roho, fulani ametoa roho yake, na maanisha nini? Sikiliza. Ngoja tujibu, tunaenda kwa Kiswahili. Wache nijibu. Ngoja tunaenda kwa Kiswahili. Nikisema fulani ametoa roho yake, na maanisha nini? Sasa yake amesalimu. Hawa. Amesalimu roho. Bali hakuna kusalimu. Sikiza. Inasema ameitoa. Sikiza 19. Ngoja kidogo Jose. Saki kusikiliza. Tumesoma, tumesikia. Basi sikiliza. Ngoja kabla ya kusoma. Kama maandiko. Ngoja sikukimbia. Akaisalimu roho yake. Sawa?
akaisalimu roho yake. Abbas, andiko ya Yohana 10 imesema hakuna yeyote atafanya nini? Ataichukua. Mimi mwenyewe ndiyo nitaisalimu na mimi mwenyewe niko na nguvu ya kuichukua. Asante. Hayo ni maneno. Asante. Kwa hiyo asante. Kwa hiyo unamaanisha hivi kwamba Yesu hakuuawa, alijiua, sawa? Mimi sijasema hivyo. Sikiliza, sijasema hivyo. Hebu mpe mic. Ngoja. Jose, siendi hivyo, utaenda hivyo. Unasema alisalimu, maana yake nini? Basi ngoja. Naona Kiswahili na kuchanganisha. Yesu amesema Jose, Yohana 10. Ngoja Jose. Yesu kuna msomaji, kuna msomaji, sawa, kazi yake ni kusoma. Haya, sawa. Wewe ngoja. Sawa, mimi sisomi. Subiri. Siwezi kudebate na wewe. Unakatalia mic. Sawa? Unanisomea unakotaka, unampeleka unavyotaka. Patia ile mic. Haya, ngoja nimalize hivi. Maliza. Wacha nimalize hivi. Juu unaona hii tashinda ikizunguka. Vile umeanza ya kwamba kuna mtu aliwekwa msalabani mahali pa Yesu. Hiyo ndio imani ya Kiislamu. Wewe umesema ni mmoja wa wale ambaye alikuwa anashtaki kabisa. Hiyo ni Abbas. Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema katika wa 12 wa Yesu mmoja aliwekwa msalabani. Asante. Ibn Kathir. Sawa. Waislamu katika dhehebu la Ahmadiyya wanasema ni kweli ni Yesu msalabani, lakini hakufa, alishuka akaenda Kashmir. Hizo ni tatu. Subiri kidogo. Ngoja. Usinikatize. Tulia. Hapana. Sasa unaanza ubiri. Ya mwisho. Ibn Abbas, msomi wa Kiislamu, anataja jina aliyesulubiwa anaitwa Tationi. Sawa. Wapi alitaka? Sawa. Katika tafsiri ya Ibn Abbas. Tafsiri ya Ibn Abbas. Sitaki maneno kwa kichwa. Kabiri nitaleta. Uleta. Sawa, nitaleta. Sasa Wakristo wote, wewe utatoa tofauti. Wote Wakristo wanasema aliyesulubiwa ni Yesu. Waislamu tumedhibitisha. Wanne wanatofautiana. Asante. Subiri. Hata anasema wale wanahitilafiana hapo. Wakristo wote wanasema nani alikufa? Yesu ndiye alisulubiwa. Mara ya pili nakuuliza. Wakristo wote wanasema nani alikufa? Wakristo na madhehebu yote wanasema nani aliyesulubiwa? Ni nani? Yesu. Haya, mara ya tatu. Waislamu. Ngoja achana na Waislamu, narudi kwa Waislamu. Wakristo wote wanasema nani amekufa? Aliyesulubiwa ni Yesu msalabani. Asante. Mpatie huyo. Sawa. 6:45 Yohana, tumalize upishi. 6:40. Yeye ametoroka kutoa. Unaona, amekataa kusoma, amekatalia Yohana kwa sababu katika Mathayo andiko inasema Yesu alitoa uhai wake, bimaana alicommit suicide. Ndio maana unaona Jose anakatalia Mike akizungumza, hataki msomaji asome, hiyo andiko usisomwe. Sasa shabadilisha mada, ameingia kwa Ibn Abbas. Haya, 6:45 Yohana inasema mwalimu. Alafu mwalimu, funguanga Qur'ani 3:55. Sasa soma tu 6:45 Yohana, alafu tufunguange Farisi pale nimeweka alama 3:55. Ngoja kwanza usisome kwanza 6:45. Fungua Qur'ani 3:55. Ni mjibu kwanza huyo Ibn Abbas anayosema Al-Farsi. Kuna mahali nimeweka alama na kalamu. Umeona 2:55. Ndio inasema twende na huko kushadidia wao kuwa Ibn Abbas kafasiri. Unaona maneno yao hiyo, wanamwekelea Ibn Abbas kushadidia kwamba Ibn Abbas kafasiri. Twende katika Al-Bukhari mutawafika nitakufisha hakuwasaidii twende, hakuwasaidii kitu. Twende kwa wanaojua, twende watawadanganya kwa kuwapoteza wasiojua. Twende wanaojua wanajua kuwa hadithi za Al-Bukhari. Unaona, hadithi za Al-Bukhari haziambiwi sahihi, zinakuwa sahihi. Twende
ila zile wanazozitajia isnadi yani anazosema. Unaona ili hapo kwamba wanasema Ibn Abbas amesema yani isnadi yake nilisikia fulani na fulani namsikia fulani mpaka mwisho. Na hiyo tafsiri ya Ibn Abbas hakuitajia isnadi. Unaona, haikuitajia isnadi. Unaona, kwa hiyo kusema Ibn Abbas kasema hakuna mahali unaenda mpaka kwa mtume, hakuna. Hiyo ni tafsiri ya uongo. Kwa hiyo sitabia kwa Ibn Abbas. Haya, weka pale nini, hebu sema hiyo maiki. Kwa hiyo hiyo ifanye haya. Kwa hiyo isnadi ya Ibn Abbas haiendi mpaka kwa mtume, ati mtume kasema. Hiyo ni maneno yao tu, wanamwekelea Ibn Abbas kasema wakati sio sahihi. Hiyo nimemalizia hapo. Haya, sasa mwalimu, nikamuuliza mara tatu kwamba Wakristo wanasema Yesu amefanyaje? Yesu kafa. Akakubali kwamba Wakristo wanasema Yesu amefanyaje? Wote na madhehebu eti Yesu kafa. Haya, kwa hiyo Wakristo wanasema Yesu amefanyaje? Kafa. 6:45 Yohana mwalimu inasema. Twende. Imeandikwa katika manabii. Na wote watakuwa wamefundishwa na nani? Na Mungu. Rudia tena. Na Mungu. Wote watafundishwa na nani? Na Mungu. Mpe huyo mic sasa. Joseph, Wakristo wamesema Yesu amekufa. Madhehebu wamesema Yesu amekufa. Andiko linasema watu wote watafundishwa na Mungu. Swali, wapi Mungu amefundisha Wakristo kwamba Yesu kafa? Asante sana. Nilikuwa na ngoja utoe haya. Hadi Wakristo wanahitilafiana kwamba Yesu hajakufa. Hiyo ndio nilikuwa nangojea katika 6:45. Kumbe hakuna kitu kama hiyo. Sasa ukisoma Yohana ambayo nimetoka, Yesu anasema amri ya kusalimu roho yake ameitoa wapi? Yusufu. Ndio hiyo na tu Yohana 10. Usinipeleke na usinijibu unavyotaka. Qur'ani Allah anasema Mungu wama kataluhu wama swalabuhu, hawakumuua wala hawakumsulubu. Mungu anasema, subiri tumemaliza kazi. Kwa hiyo kwa Qur'ani mzungumzaji Mungu. Asante. Wewe ukasaidia wasikilizaji ukasema Wakristo wanasema, nikakuuliza mara 3 karudia. Sawa, mmesema asante. Kumbe Yesu kufa ni kauli ya Wakristo, si ya Mungu. Mungu anasema, Yesu anasema watu wote wafundishwe na nani? Na Mungu. Kwa hiyo mfundishaji ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Wapi Mungu kawafundisha watu kwamba Yesu kafa? Basi utulie basi, usikue na jazba. Wakorintho wa kwanza 15:3. Uwe tulia. Mimi ndio nakujibu. Wakorintho, mimi ndio nakujibu. Ngoja Joseph. Sawa, mimi ndio nakujibu habari. Ngoja kidogo kabla useme Wakorintho. Sasa wewe umenichagulia bali nitakutolea jibu. Subiri. Usipotezee wakati. Usiniambie bali nitakutolea jibu. Soma. Usinitolee bali soma. Hii ndio yangu. Soma. Si wewe umetoa yako kwa maelezo ya Farsi. Ukipiga Ibn Abbas. Na kwanza Ibn Abbas anajibu hoja za Ahmad. Farsi anatetea Ahmad, anapiga Ahmadia. Kupitia hii kusema wapi Mungu kasema Yesu kafa? Ndio hii. Kwa maana niliwatolea ninyi mwanzo niliwapokea mimi mwenyewe, kuwa Masihi alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Tulia. Nakuleta kama yanenavyo maandiko. Sawa. Haya, sikiliza. Kwa maana kama yanenavyo maandiko, alikufa kwa ajili ya dhambi yetu, na yakuwa alizikwa, na yakuwa alifufuka siku ya 3, na kama yanenavyo maandiko, na kuwa alimtokea Kefa. Sasa akatokea wale ambao walifanya nini? Sikiza. Sasa waraka wa Petro, sikiza, inasema hivi. Maandiko yote, sikiliza. Maandiko yote ambayo imepitia kwa manabii ni maneno ya Mwenyezi Mungu.
Hebu patie msomaji. Msomaji, maandiko yote rudie maneno ya Mungu. Ngoja, pepe msomaji, usikatalie mic. Usianze control muhadhara unavyotaka. Mwalimu, hebu rudia hiyo andiko. Mimi nimeuliza. Allah anasema wama kataluhu wama salabuhu. Ili Qur'ani ionekane uongo, wapi Mungu wa Wakristo amewaambia Yesu kafa? Wewe unantolea Wakorintho. Wakorintho ni kitabu ya Paulo. Paulo amekuja miaka 14 baada ya Yesu. Baada ya Yesu. Hata kumuona Yesu. Mwalimu, rudia. Na mwalimu, 15:5. 15:3 inasema. Inasemaje? Kwa maana naliwatolea ninyi. Huyu ni Paulo anazungumza. Kwa maana naliwatolea nyinyi, si Mungu, nini? Hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe. Rudia. Yale niliyoyapokea mimi mwenyewe. Subiri, kwa hiyo huyo ni Paulo mwenyewe. Endelea. Subiri. Mimi pointi yangu ni hapo. Hiyo ni Paulo mwenyewe ndio mzungumzaji, si Mungu. Mihadhara mbalimbali inayotupa elimu kwa mashehe mbalimbali walio wataalamu. Mihadhara mbalimbali